asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Naomba niseme maneno haya pia kwamba maisha ya mwanadamu yanahitaji sana nguvu. Naomba unisikilize vizuri katika hii kona ninayoiendea, kwamba mwanadamu anahitaji nguvu katika maisha yake. Uhai wa kweli na maisha ya kweli ya mtu ni nguvu. Ili mtu aishi, lazima ale chakula. Hili tunalielewa vyema, wala halina ubishi, kuwa tunahitaji ugali, tunahitaji maji ya kunywa ili maisha yaende. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwamba mfumo wa mwanadamu, mfumo wa maisha ya mwanadamu umejengwa katika kona inayoitwa nguvu. Ili uweze kunyanyuka kwenye kitanda, unyanyuke kwenye kiti, uweze kutembea, uweze kwenda shambani kufanya kazi, unahitaji nguvu. Na hii nguvu tunaitoa kwenye mfumo wa chakula. Tunapokula chakula, mwili unapata nguvu. Sasa naomba unielewe, pamoja na kwamba hili swala linaeleweka kabisa kwamba mtu asipokula chakula, asipokunywa maji, mwili wake unadhoofika. Kuna upande mwingine wa nguvu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Kuna upande mwingine wa nguvu ambao hatuupati kutoka kwenye chakula, hatuupati kutoka kwenye kunywa maji. Unaitwa nguvu ya kiroho, nguvu ya mamlaka ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii hatuipati kwenye chakula mpendwa, hatuipati kwenye ugali mpendwa, hatuipati kwenye kunywa maji, mwana wa Mungu. Lakini hii tunaipata pale ambapo tunajikutanisha na malango ya Roho wa Bwana, tunajikutanisha na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Daudi anaposema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake, anatukumbusha tukumbuke neno ambalo liko katika Yohana 4 ule mstari wa 23 na 24 kwamba Mungu ni roho. Tunapoambiwa tuitafute nguvu ya Mungu, maana yake tutafute mamlaka ya rohoni. Bwana asifiwe, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa Mungu. Naomba niseme hivi kwamba mwanadamu anajengwa katika nguvu ya kimwili, lakini mwanadamu anajengwa katika nguvu ya kiroho. Lakini ukiangalia maneno ya Paulo katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 ule mstari wa 8, ana neno zuri sana. Paulo anasema hivi, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Naomba nirudie neno hili, mwana wa Mungu. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Haleluya, mwana wa Mungu. Nimesema hivi, mwanadamu katika maisha yake anahitaji nguvu, anahitaji nguvu. Sina ugomvi na nguvu tunayoipata katika mwili, kwamba nikila chakula, nikitandika mpunga, nikila ugali, nikinywa maji, maana yake ninapata nguvu. Hilo sina shaka nalo, kwamba tunalielewa na tunaliheshimu sana. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu anaweza akaleta upuuzi au anaweza akaleta dharau kwenye swala la kula, kwa kula chakula. Lakini hoja ya msingi sasa iko kwenye hii nguvu ya kiroho, nguvu ambayo tunaipata kwenye madhabahu ya Mungu, nguvu ambayo tunaipata tunapoungamanishwa na Roho wa Bwana. Hapo ndipo ambapo natamani twende, na Daudi anatuambia hivyo anaposema mtakeni Mungu. Hana maana ya kutaka chakula cha kimwili, anataka chakula cha kiroho ambacho kitajenga roho zetu, kitaimarisha nguvu za kiroho. Ndicho anachokitaka Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa Paulo anasema sasa kwamba inafaa sana tunapojizoeza katika nguvu za kimwili, lakini anatoa tahadhari kujizoeza katika nguvu za kimwili, tusije tukakuona kwamba kunafaa mno katika maisha yetu. Anasema tujizoeze katika utauwa, katika mambo ya rohoni. Sasa Paulo hapa akaongeza jambo moja zuri kabisa, kwamba kujizoeza katika mambo ya rohoni, tunajiingiza kwenye kutimiza ile ahadi ya maisha ya ulimwengu huu na hata maisha ya baadaye.
kwamba ninapokuwa rohoni, maana yake maisha yangu ya ulimwengu huu yatakwenda sawasawa na mpango wa Mungu, lakini anatukumbusha pia kwamba yapo maisha baada ya maisha ya huu ulimwengu wa mwili. Yapo maisha ya baadaye. Ninapokuwa katika roho, maisha ya sasa nitayaishi na maisha ya baadaye nitayaishi. Haleluya, mwana wa Mungu. Na ndio maana sasa ninakuletea somo hili mpendwa, linalosema mtakeni Bwana. Haleluya, mwana wa Mungu. Naomba tuendelee. Maisha yetu tumchao Yesu ni ya rohoni. Maisha yetu tumchao Yesu ni ya rohoni. Tunaamini maisha haya yako duniani, lakini yapo pia maisha ya umilele. Tunaomwamini Yesu hatukomei kwenye maisha ya ulimwengu huu. Tunaamini yapo maisha ya mwilini ya dunia hii, maisha ambayo tunakula makande, tunakula ugali na vitu vingine vya duniani, lakini yapo maisha ya rohoni, maisha ambayo sasa yana uwezekano wa kuyaishi maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Na haya ndiyo ambayo Paulo anayasema. Sasa Daudi alipoyagundua maisha haya, kwamba yapo maisha ya rohoni na yapo maisha ya ulimwengu wa mwili, na ndiyo sasa Daudi yeye katika maisha yake akajibidisha sana kumtafuta Bwana. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 27, kitabu cha Zaburi 27 ule mstari wa 4, Daudi anasema neno zuri sana. Anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Unaona Daudi anavyosema, baada ya kugundua kwamba Mungu ndio kona ya msingi kwenye maisha yake, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana. Akasema hilo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Wakati akiwa amekaa nyumbani mwa Bwana, anasema ni utafakari uzuri wa Bwana, ni utazame uzuri wa Bwana, ni tafakari hekaluni mwake. Tumtakeni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Daudi sasa, ukiendelea kusoma katika kitabu hiki, anatukumbusha kabisa kwamba Mungu anakuwa wa muhimu sana katika maisha yake, na ndio maana anafika mahala sasa anasema yeye atamtafuta, yeye atakaa nyumbani mwa Bwana au tafakari uzuri wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe.